watu wa hela. Hakuna shirima mzungu. Sasa inatengenezwa hapo unakunywa. Ilikuwa tu kawaida. Nakumbuka siku moja nimekunywa nikalala mahali, maji ya mvua ndio yalikuja kuniamsha usiku sana. Hapo ni uhali gani mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya Zungu Girl? Karibu katika kipindi chetu kizuri, kipindi cha Jukwaa la Nyota kinachokujia kila siku za Jumamosi kuanzia saa 1 kamili jioni. Karibu sana. Unaweza kuniita Azran Saidi au unaweza kuniita Zungu Girl. Leo sitakuwa peke yangu hapa studio, nitakuwa na mgeni wetu, mtumishi wa Mungu ambaye atakwenda kutufundisha na kutujuza mambo mbalimbali. Na bila kupoteza muda, tuanze na mgeni wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Asante sana mtazamaji wetu na mtangazaji pia. Mimi naitwa Liberty Shirima. Ndio. Kwa jina la kwanza. Jina la pili ni baba wa mke mmoja na watoto 4. Ndio. Jina la tatu ni mchungaji wa kanisa. Ndio. Jina la 4 ni askofu mkuu wa makanisa ya Pentekoste Jerusalem mpya. Asante sana. Yanayopatikana Tanzania kote. Ndio. Yeah. Ndio. Samahani mtumishi wa Mungu, tunaomba kujua labda we ni mzaliwa wa wapi, umezaliwa wapi, kabila yako? Ndio. Asante sana. Kwanza ukisikia tu ile jina la ukoo, ndio, hakuna shirima mzungu. Ukisikia tu Shirima, ujue mkoa wa Kilimanjaro. Wachaga. Wachaga wale ambao watu wa hela. Watu wenye hela zenu. Kwa hiyo kama watasema kuna hela mahali fulani kule Geita, lakini huku Kilimanjaro tutakuwa wa kwanza, kwa sababu tu hatujaonyesha bii zetu, sisi tutarusha kwa biashara. Sawa. Sasa mimi ni mzaliwa wa Kilimanjaro, wilaya ya Rombo. Ndio. Tarafa ya Mashati. Ndio. Samahani mtumishi wa Mungu, tunaomba kujua mazingira yako ulipokulia pamoja na elimu yako. Asante sana. Kwa kukulia, kama nilivyosema kwamba nimezaliwa Kilimanjaro. Ndio. Nimesoma Kilimanjaro, lakini pia nimesoma na nje ya Kilimanjaro. Yeah. Na wewe je, ni mchungaji wa kanisa gani kwa muda gani? Yaani mpaka sasa hivi una muda gani na uko katika kanisa gani tangu umeanza huduma? Asante sana. Kwanza nianze maisha ya wokovu. Kwa kuokoka, nimeokoka katika kanisa la Tanzania Assemblies of God, TAG. Pale ndo nilipolelewa kiroho au nilipoanza msingi wangu wa maisha ya kiroho. Na baada ya hapo kwanza nilipookokea ni Moshi, mkoa wa Kilimanjaro huo, lakini Moshi mjini. Ndio. Mitaa ile ya Soweto. Ndio. Kwa askofu Benjamin Bukuku. Lazima nimtaje baba yangu wa kiroho. Ndio. Na baada ya hapo basi niliendelea na huduma kuwa pale kiroho na kufanya huduma mbalimbali. Mwisho wa siku nikaja Arusha. Na Arusha hapa niliabudu kanisa la TAG pia kwa askofu Orososi. Lipo Kijenge hapa. Na baada ya Kijenge basi tulianzisha tawi lingine ambalo linaitwa Beroya TAG pia, ambalo liko hapa Mwanama Kijenge. Na baada ya hapo Mungu akanipa kanisa la Pentekoste Jerusalem mpya, au kwa kifupi KPYM. Kwa hiyo lilianza kama kanisa tu la kawaida, na kwa sababu ya Mungu kupanua wigo, basi kanisa hili likasajiliwa kisheria. Na tunashukuru sana. Na unajua mtumishi wa Mungu, katika safari lazima kuwe na wito. Ndio. Huwezi kufanya safari ya mafanikio au ya kihuduma bila kuwa na wito. Tungependa kujua ulipataje wito wa kumtumikia Mungu? Asante sana. Unajua wito
wakati mwingine huwezi kuujua, ila ni vitu vinatokea tu ndani, unaanza kuvifanya. Let's say leo uko hapa unanihoji, ndio yamkini ungekuwa kwenye kitu kingine, ndio wao ulionekana tu kwamba kuna namna unapenda utangazaji na hivyo vile vitu vinaibuka tu ndani, unakuta ni kitu unapenda kufanya na vinakuwa. Kwa mimi kwenye wito ilitokea tu, kwanza nilikuwa nafanya huduma ile ya kuhubiri watu habari njema za wokovu, nikaendelea na hivyo, lakini mwisho wa siku nijikuta tu napenda kufundisha neno la Mungu, napenda kuhubiri, napenda kukusanya watu, especially nilianza na watoto, nikafanya na watoto pia kama Sunday school. Siwezi moja kwa moja ni kanisa Sunday school, lakini nilikuwa nawakusanya mahali mtaani. Naanza kuwafundisha, nakuta tu nawaombea, wanajazwa Roho Mtakatifu, vitu vinaendelea. Mwisho wa siku, kuna siku walijazwa Roho mpaka wazazi wao kaja wakawabeba, maana nguvu za Mungu zinawafunika. Kwa hiyo vile vitu viliendelea, lakini pia kuna vitu vinatokea kwenye ndoto. Kwenye ndoto na maono unaanza kuona na ubiri, niko kwa mataifa mengi, na ubiri mbele ya watu wengi. Vile vitu vinaanza kutokea pia kwenye ndoto na maono. Kwa hiyo vilivyoendelea, watu wakaniita mara mchungaji. Nilikuwa sitaki kwa sababu najua maisha ya wachungaji, lakini kadri tunavyoendelea vimekuwa, leo mimi ni mchungaji na si mchungaji tu, nimekuwa kiongozi wa wachungaji. Ndio. Na hapo je, kulikuwa labda na tukio maalum tukio maalum ambalo lilikufanya uingie kwenye huduma? Maana kunakuwa labda unaweza ukawa labda ulikuwa labda unapenda kuhudhuria mikutano, au labda ulikuwa unapenda kufanya, yani mbali na kukusanya watoto labda kwa ajili ya ile kujua huduma yako ilikuwa ni nini. Je, kulikuwa kuna tukio lingine maalum ambalo lilikufanya? Kiufupi ni kwamba nikisema tukio, mambo mengi tunayaona kwa wale waliotutangulia kabisa. Mimi nilipenda sana namna anavyohubiri baba yangu wa kiroho. Kuna namna alikuwa ananivutia. Tangu siku ya kwanza naingia kanisani, nikaona ule ujasiri wake, anavyohubiri kwa kujituma. Kwa hiyo hata nilipoenda mtaani kwenda kuhubiri, nilikuwa natumia, kwa mfano alikuwa anasema Yesu aweza kukusaidia, aweza kukuokoa. Na mimi nikawa tu naweza kuambia watu Yesu anaweza kukuokoa, anaweza kukusaidia. Yani nilipenda. Na hiyo pia ikawa imenivutia. Sasa hata kuja kuokoka, kama nilivyosema, ni ile wito, ule msukumo wa ndani unaochipuka labda kwa kumsaidia mtu mwingine, pengine ana wito hajui. Kabla kabisa sijaokoka, mimi nilikuwa Katoliki. Na kule Katoliki nilikuwa pia wale watumishi wanaomsaidia padri kufukiza ubani, kumletea kamkate pale na kale. Kwa ilikuwa ni karama kutoka moyoni. Na kama nisingekuwa mchungaji ningekuwa padri. Ni kweli. Hiyo ilikuwa hivyo. Sasa katika yale mazingira ya kupenda vile, kuna vitu viliingia ndani yangu. Mungu anamwandaa mtu mapema kabisa. Kuna wakati nilikuwa nasikia kuna watu wanatokewa, mtu ametokewa na Bikira Maria, mtu ametokewa na Yesu. Sasa nikasema watu wanaotokewa wakoje? Mara unaambiwa kule Kibosho kuna mtu alitokewa, kule Kilema kuna mtu alitokewa. Kile kitu kikakaa moyoni mwangu kwamba na mimi siku moja nataka nitokewe nimuone Yesu. Nataka nitokewe nione huyo Bikira Maria anayesema. Kwa namna hii nikawiwa moyoni. Kule nyumbani walikuwa wanatengeneza pombe. Na wakati wa zile za kuuza zile, na mkiwa watoto mnaenda kuiba, mnakunywa. Unaiba unakunywa. Ilikuwa tu kawaida. Nakumbuka siku moja nimekunywa, nikalala mahali, maji ya mvua ndio yalikuja kuniamsha usiku sana. Hapo ni mbege hiyo. Mbege. Sasa inatengenezwa hapo, unakunywa. Lakini kwa sababu nilikuwa natamani sasa kumuona Yesu, nikasema sitakunywa tena.
sitafanya kitu chochote, nikiwa mdogo tu mpaka nimuone Yesu. Kumbe ni njia tu ambayo Mungu aliniwekea kwamba kwa njia hiyo nitamjua. Nakumbuka siku moja nikaenda Kenya sio mbali, dakika 25 naweza nikavuka nikaenda mpakani kutoka pale kwetu. Na nikasikia wakiimba ule wimbo, Yesu nipeleke kule kwa Baba nikaishi naye. Ule wimbo nilikuwa unanifanya nalia, napata hisia kali. Kwa hiyo nikawa nasogelea ule mkutano, na mimi napenda. Ndio hapo sasa nikaanza kujoin kwenye mikutano na hivyo, lakini sikwenda moja kwa moja, ila kile kitu kilikaa ndani yangu mpaka pale ambapo nilikuja baadaye kumpokea Yesu nikiwa Moshi, na hadi kufikia hapa. Actually hilo ndio tukio sasa kwa namna unavyoeleza. Hongera sana. Na tukiendelea mbele zaidi, ndio siku zote unapoanza safari either ni ya huduma, kuna watu ambao unakuta wanakuvunja moyo, au unakuta familia haijakubaliana na yale ambao unaoamua kuyatenda kwa wakati huo. Vipi familia yako wewe ilikuchukuliaje? Kwa upande wa familia. Kwanza tu nilipoamua kuokoka, ilionekana nimehama dini, nimeikana dini. Na kwa sababu nimeikana dini, walichoanzisha vita ni kwamba wewe sio mtoto wetu, hatukupi urithi wowote, upati urithi wowote kwetu, kwa sababu umeikana imani ya baba yako na mama yako. Hii ni dini ya baba yako na mama yako, umeiachaje? Na kuna yule anaitwa baba wa ubatizo aliyenisimamia, anasema na mimi usinijue, mimi sio baba yako wa ubatizo. Kwa hiyo kulikuwa na vita namna fulani, na nikaambiwa wamechanganyikiwa, maana walokole wamechanganyikiwa. Na kwa sababu pia tuna utaratibu wa kubatizwa kwa maji mengi, wakaniambia siku utakapobatizwa kwa maji mengi, hiyo siku utakuwa kichaa. Kwa hiyo nilivunjwa moyo na mnafanya achana na hiyo dini, achana nayo. Lakini nilipambana, nilitengwa, lakini niliamua kupambana. Nilisemwa vibaya, lakini niendelea kupambana. Lakini leo wananielewa. Kipindi kile hawakunielewa, lakini leo wamejua faida ya kile nilichoking'ang'ania.